Tuweni na imani ya ushindi, na watu wote watazame matendo mema. Tuweni na imani ya ushindi, na watu wote watazame matendo mema. Tengeneza safina. Kwa imani Nuhu katengeneza safina. Kwa imani Nuhu katengeneza safina. Nuhu aliambiwa tengeneza safina. Nuhu aliambiwa tengeneza safina. Kwa imani Nuhu katengeneza safina.
kwa imani Nuhu katengeneza safina. Tuweni na imani ya ushindi, na watu wote watazame matendo mema. Tuweni na imani ya ushindi, na watu wote watazame matendo mema. Basi nawakaribisha katika neno. Jiweke tayari kusikia maneno ya Mungu. Neno ya Mungu ni chakula chake cha kiroho, na mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litakalo katika kinywa cha Mungu. Yesu alimshinda shetani kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo la siku ya leo linasema maswali matatu kutoka katika kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 47 hadi mstari wa 52. Aliyefika hapo asome. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Mpaka mstari wa 52. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma, wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Haleluya. Amen. Sasa maswali haya ambayo binafsi ni ghafla niliposoma hapa yalibuka ndani yangu. Ghafla hizi maswali matatu yametokea ndani yangu. Swali la kwanza, ninashukuru Mungu alinipa na majibu yake. Swali la kwanza, kama hiyo mashua ilikuwa imefika mbali, Yesu aliwezaje kuwaona waliokuwemo? Kwa sababu inasema hivi, wakati Yesu anawaaga makutano, wanafunzi wake akawaambia, pandeni mwende. Wakaenda. Yeye akabaki nchi kavu, anawaaga makutano. Mashua ikaenda. Biblia inasema mpaka ikafika katikati ya bahari. Lakini Biblia inasema Yesu akawaona wakitaabika kupiga makasia. Sasa swali, aliwaonaje? Kama yeye alibaki nchi kavu huko. Kwanza ilikuwa ni usiku na mashua ilikuwa mbali. Aliwaonaje? Aliwezaje kuona huko? Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni Mungu. Tunakubaliana? Amen. Unakubali kwamba Yesu ni Mungu? Amen. Haya, sawa. Na mimi ninakubali. Yesu ni Mungu. Maana yake mtoto wa Mungu hawezi kuwa binadamu. Mtoto wa Mungu anakuwa Mungu. Mtoto wa binadamu hawezi kuwa Mungu. Mtoto wa ng'ombe hawezi kuwa mbuzi. Mungu ni nani? Yesu asifiwe. Tuambizane sasa. Mungu ni roho. Na roho ni nini? Roho ni kitu kisichoonekana kwa macho. Kama Yesu ni Mungu, ndio maana Biblia inasema hivi, mashua ilikuwa katikati ya bahari. Aliwaona. Hakuwaona akiwa kama Mungu mwanadamu. Mama Yesu unajua aliishi katika sehemu mbili. Ndio maana kuna Biblia inasema inamuita Mungu mwanadamu. Yesu. Mungu Yesu alipokuwa hapa duniani, lakini alikuwa anaishi katika sehemu mbili. Alikuwa anaishi kama binadamu 100%, lakini alikuwa anaishi kama Mungu 100%. Ila kwa sasa hivi amebaki sehemu moja. Kwa sasa hivi Mungu Yesu ni Mungu 100% peke yake, sio binadamu. Alipokuwa hapa duniani, unawezaje kujua kama alikuwa ni binadamu? Alikuwa binadamu kama sisi. Alikuwa anatoka, alikuwa anakula, alikuwa analala, alikuwa anaumia, aliyezaliwa. Kama Mungu angekuwa Mungu peke yake, Mungu hana mwanzo. Yesu kwa nini alianza na mwanzo? Alianza kuzaliwa, akakua, baadaye akaendelea. Maana yake alikuwa kama binadamu 100%, lakini alikuwa kama Mungu 100%. Kwenye uungu alikuwa anajua mpaka mawazo. Ndio maana walipokuwa wanawaza, anawauliza, mbona mnawaza mapema mioyoni mwenu? Hakuna binadamu anayeweza kujua mimi ninawaza nini. Hayupo. Ni Mungu peke yake.
Bwana Yesu asifiwe. Okay. Maana yake kwenye ile sifa sasa moja wapo, Mungu anaona kote. Ndio hiyo. Mashua ilikuwa kule mbali, lakini aliwaona. Na Biblia inasema aliwaona wanavyotaabika kupiga makasi. Yeye yuko huku anawaona kule. Jamani, kumbuka wamesafiri kutoka nzima. Maana unaweza kufikiria wametoka hapa, wenda wametoka hapa wamefika. Mashua ilikuwa labda hapa Mwanza. Kutoka hapa labda ilikuwa Mwanza. Sasa kuna mtu anaweza kuona Mwanza. Lakini alikuwa anaona. Halafu sio mchana bado ilikuwa ni usiku, lakini anawaona mpaka anaona wanavyotaabika. Yeye yuko huko mchikao. Maana alikuwa anawaona katika ulimwengu. Mungu yupo kila mahali. Huko alikuwepo na alikuwa anaona. Popote tunapokuwa tunataabika, Mungu anatuona. Mungu anaona. Unaweza kuona kama Mungu yuko mbali, lakini anaona. Wanasikia. Swali la pili. Yesu alipotaka kuwapita, ni kweli alikuwa hawaoni? Alipowaendea, anatembea juu ya maji, akataka kuwapita. Kama aliweza kuwaona akiwa mbali, inakuwaje wako hapo akiwaona? Alikuwa anawaona. Ila ujue unapokuwa katika shida, unapokuwa katika mateso, unaweza ukawa unaomba na unahisi Mungu anakupita, hakuoni.